Bwana, kwa majina naitwa Twalibu Brand kutoka Afrika Kusini ya Chanika. Leo niko na mwanangu Sauti ya Bongo. Nina swali moja ambalo linatatiza sana ulimwengu mzima. Hivi Sauti ya Bongo, kukosoa au kukosoa serikali au kumkosoa mwenzio limekajekaje? Maana swala hili ukizungumza lina udogo fulani ila ni kubwa sana, kwa sababu mtu anaweza ukamkosoa mwenzio naona ikazua mtafaruku mkubwa sana, ugomvi, chuki. Hivi limekajekaje Sauti ya Bongo? Kwanza karibu Sauti ya Bongo. Ndio. Mimi ni Vladimir Putin chini ya Sauti ya Bongo. Karibu sana. Ndio. Sasa kuhusiana na swala la ukosoaji, kiukweli leo katika jamii yetu swala la kukosoa imekuwa ni jambo ambalo ni ukilifanya unaweza kuleta mtafaruku mkubwa sana. Na mimi ningependa kuongelea kuhusu masuala ya kukosoana katika familia zetu. Ukiwa katika nyumba kama uko na mume au mke, kwanza kumkosoa mtu ni jambo zuri. Mwanamke lazima ukubali kukosolewa, lakini na mwanaume pia lazima ukubali kukosolewa. Lakini sasa mambo siku hizi yamekuwa ni vice versa. Ukimkosoa mwanaume unaweza kujikuta asubuhi huko wakakukuta kwenye poli la Nangaru. Kwa hiyo binafsi niseme kwamba mtu yoyote yule ambaye asiyekubali kukosolewa, huyo akili yake iko kwenye kifungo, kwenye cage. Na wewe ukikubali kukosolewa, kwanza unathibitisha uumbaji wa Mungu, kwa sababu mtu ambaye ni mkamilifu ni Mungu peke yake. Lakini cha ajabu siku hizi katika jamii zetu, katika familia zetu, kwenye nyumba zetu hizi, kumkosoa mtu anakutafsiri ni kama vile umemdhalilisha na unaona kama vile ana uwezo, na ndio maana unapomkosoa mtu basi anakuchukulia wewe ni kama adui. Na matokeo yake ni kwamba tumekuwa na jamii ya watu wabaya sana. Mtu ambaye unaweza kuwa unafanya kosa fulani, yeye amekaa kimya, na mwisho wa siku likija kutokea tatizo anaishia kuambia watu kwamba mimi nilijua tu. Sasa ukishakuwa na watu wa namna hiyo, hao watu ni wabaya sana, inabidi uwakwepe. Kwa hiyo ninachopenda kusema ni kwamba tukubali kukosoana, kwa sababu kukubali kukosoa au kukosolewa ni kitendo cha utu na ni kitendo cha kiungwana sana. Sasa kuna aina nyingi sana ya kukosoa watu, kwa sababu kwamba kuna mazingira fulani kwamba kama mtu mzima labda baba yangu umekosea, unaona, lazima umtoe pembeni ukaongee naye. Lakini mwingine anaanza kukosoa mbele za watu, na kama hivyo ndio kama usema wewe kwamba unajikuta kwenye pola na Nangaru, unaona, kama mke na mume, unaona, mnajibizana mbele ya watoto. Imekajekaje? Yani kwamba lazima muweke utaratibu wa wazazi, lazima muweke utaratibu wa wazazi kwamba nimekosea au nimekosea mume wangu au nimekosea mke wangu, lazima muongee, muweke mkakati wenu maalum kwamba mtoke sehemu mkaongee, sio kwamba mnakosoana mbele za watu. Hii inakuwa sawa? Au kwa ndio wako imekajekaje? Yani ni sahihi katika namna ya kuweza kumkosoa mtu. Kuna namna mtu unamkosoa kwa staa na kwa adabu. Sauti ya Bongo.